Huyu msichana anaitwa Tonia, ni mida ya asubuhi anajiandaa kwa ajili ya kwenda shule. Akiwa anajipatia breakfast yake safi pale akatokea baba yake. Baba yake huyo ambaye anaitwa Freddy. Akamwambia kama umeshajiandaa nikote kwenye gari yangu nje basi. Dogo akamuuliza mzee wake, unaondoka bila ya kupata breakfast? Mzee akamwambia ni salama kabisa. Wewe maliza utanikuta nje huko. Kabla mzee hajaondoka pale katokea mke wake ambaye anaitwa Maya. Dogo akamtakia mama yake za asubuhi na nini, na kingine leo ilikuwa ni birthday party ya mama. Kwa hiyo akawa amemtakia happy birthday pale, bi mkubwa wala hata kumjibu. Badala yake pale akapandisha sauti juu ya mume wake. Na kingine akawa amemwambia leo ni siku yake ya kuzaliwa, lakini hajimwachia zawadi yoyote ile. Mzee akamwambia nimeshakwambia naenda kazini, nikirudi tutayaongea hayo. Mama akamwambia hapana, anataka wayaongee sasa hivi. Mzee akamwambia nisikilize Maya, sasa hivi nimeshachelewa, natakiwa kuwahi kazini huko. Naye akamwambia kama ni kuongea basi inabidi waongee sasa hivi. Mzee akampisha mke wake akatoka mpaka nje huko. Huu ugomvi ulikuwa mpendezi Tonia hata kidogo. Ni dhahiri ya kupenda kuona wazazi wake kila siku wanagombana. Baada ya kutoka nje huko, mzee akamuuliza tatizo lako nini? Nimeshakwambia naenda kazini, nikirudi tutayaongea yote hayo. Mama akamwambia anahitaji waongee sasa hivi. Akachukua na funguo za gari kabisa. Mzee akamwambia mbona unakosa heshima? Mama naye akajibu kama ulihitaji heshima, ulitakiwa kuniandalia zawadi leo siku ya birthday party yangu. Baada ya hapo akazama na funguo zake mpaka ndani huko. Mzee hakutaka kubishana na mke wake wala nini. Inaonekana anampenda sana mke wake. Kwa hiyo akamchukua binti yake kwa miguu akaongozana kwa ajili ya kumpeleka binti yake shuleni na yeye kuwahi kazini. Basi bana, mida jioni Tony akiwa anarudi nyumbani, ana huyu rafiki yake anaitwa Nina. Walikuwa wanatembea wanapiga story, lakini Nina alikuwa yupo mbali sana kimawazo. Tony akamuuliza tatizo nini? Inaonekana ni kama kuna jambo linakusumbua kidogo. Nina akamwambia ndio, kuna mwanafunzi mwingine leo kamuita mtoto wa nje ya ndoa. Akamwambia usio nawaza sana watu wanayosema bana. Ni kweli sasa hivi una baba, lakini hawajui kabisa historia yako ya nyuma. Kwa hiyo usio unawasikiliza wanayosema, yataendelea kukuvunja moyo kila siku. Na kama ukiyasikiliza na kuyaweka kichwani, basi utajikuta umekuwa hivyo. Lakini jiambie kila siku kwenye moyo wako kwamba wewe si mtoto wa nje ya ndoa. Baada ya yale maneno Nina alionekana kupoa sana, na ni kama ilimuingia sana kwenye moyo wake. Baada ya Tony kumtia sana moyo. Baada ya pale aliongozana na baba yake kwa ajili ya kurudi nyumbani, lakini kabla hawajaingia nyumbani pale, kuna huyu mshikaji mmoja akaja pale. Anafanya kazi kwenye kampuni moja na Maya. Akamwambia mzee samani, nimekuja hapa na leo ni birthday party ya mke wako. Tulikuwa tumeandaa surprise na tungependa wewe pia ukawa mmoja wa hiyo surprise. Mzee akawajibu sawa, mmepanga kuifanya saa ngapi kwani? Mshikaji akamwelezea kila kitu pale, na kingine akamwambia tungekuhitaji wewe uongozane na sisi. Mzee akamwambia lakini dogo akamwambia baba, huu ni wakati ambao unatakiwa kumfanyia mkeo surprise, kwa hiyo mimi nitajimudu peke yangu tu. Mzee kweli akakubali kuondoka na yule mshikaji pale kwa ajili ya kuandaa hiyo surprise ya mke wake kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa hiyo. Tukirudi upande wa pili huku, Nina hata baada ya kufika nyumbani bado alikuwa analia kishenzi yani. Baada ya kuitwa mtoto nje ya ndoa shuleni huko, mama yake akawa anambembeleza, anamwambia usio unasikiliza maneno ya watu, na kingine unajua kabisa wewe sio mtoto wa nje ya ndoa. Kwa nini unakubali unayabeba inakuumiza moyo? Lakini bado Nina alikuwa analia kishenzi. Na kingine akawa anamwambia mama yake ni lini pia atakuwa na baba. Mzee alifariki kipindi Nina akiwa mdogo sana. Kwa hiyo kutoka kipindi hicho Nina hajawahi kabisa kuwa na baba. Na kingine anatamani mama yake aolewe hata na mwanaume mwingine huko ili angalau apate mtu wa kumuita baba. Hapendi the way wanafunzi wenzake wanavyomuita mtoto wa nje ya ndoa. Siku wanafunzi wanakuja na wazazi wao wote wawili, yeye anakuja na mama yake peke yake. Kwa hiyo ndio maana anatamani sana kuwa na baba, hata kama atapata baba wa kufikia tu. Upande wa pili huko, mzee baada ya kwenda kule alirudi nyumbani akiwa na huzuni kishenzi yani. Dogo akawa anamuuliza baba kimetokea nini huko. Ilikuwa amepanga kwenda kumfanyia mke wake surprise, lakini surprise ikamkuta yeye. Kaenda kushuhudia tukio ambalo hakutarajia kabisa kulikuta. Kwa hiyo amerudi nyumbani pale analia na huzuni na nini. Dogo akawa anambembeleza sana baba yake pale. Na kingine pia kujua ni nini tatizo mpaka baba yake kurudi nyumbani analia kama hivi. Mpaka mida jioni alikuwa amekaa sitting room na bado alikuwa na huzuni sana tu pale. Na akiwa amekaa pale mke wake pia akaingia. Kuingia pale bila kumsalimia mzee akawa amempita pale. Mzee akamwambia subiri. Kisha akasimama naye akamuuliza unawezaje kufanya hivyo? Mke wake akamuuliza kufanya nini kwani? Akamuuliza ulikuwa wapi siku ya leo? Mama akajibu alikuwa anasherehekea party na marafiki zake tu. Leo ni siku yake kuzaliwa. Mzee akamwambia ulikuwa unasherehekea party, ulikuwa na mwanaume kwenye hoteli na kingine mlikuwa kitandani kabisa. Akamuuliza aliyekudanganya hivyo ni nani? Nilikuwa nipo na enjoy na marafiki zangu tu, wala sikwenda kwenye hoteli yoyote ile. Mzee akatoa na picha kabisa kama ushahidi kumuonyesha mke wake pale. Akamwambia hichi ni nini? Hii ndio sehemu ambayo ulikuwa unasherehekea na marafiki zako. Hapa kitandani upo na mwanaume kabisa. Badala ya mama kujishusha kuwa mpole kwa mume wake, akaanza kumuuliza kwa hiyo siku hizi tunafuatiliana si ndio? Hapa kitandani upo na mwanaume kabisa. Badala ya mama kujishusha kuwa mpole kwa mume wake, akaanza kumuuliza kwa hiyo siku hizi tunafuatiliana si ndio? Umeanza kunifuatilia mpaka sehemu ambazo nakwenda. Mzee akamuuliza kwa hiyo hichi ndicho ulichonacho cha kusema bora? Naye akamjibu siwezi kukaa na mtu useless kama wewe. Tony naye ikawa kafika pale na akakuta wazee wake kama kawaida wana ugomvi. Hakuna hata siku moja amewahi kushuhudia wazee wake wakiwa na amani kwenye hii nyumba. Ni
kila siku wanagombana na nini, yani kama walilazimishwa kuoana vile. Kwa hiyo mama akaondoka pale kaenda akajifungia chumbani huko baada ya kufanya makosa hayo, na baada ya pale akampigia mchepuko wake akamwambia kwamba tayari mambo yameharibika, mume wake ameshajua kila kitu kuhusu wao, na kilicho kibaya zaidi ni kwamba kawafuma na picha kabisa, yani kapewa ushahidi na picha moja kwa moja. Siku inayofuatia asubuhi na mapema, mzee aliingia jikoni akaandaa breakfast kwa ajili ya mke wake, na kingine akamwambia mke wake kwamba usikubali hili likavunja ndoa yetu, twende tukayasolve yote mezani. Mama akamwambia unafikiri sijui? Kwa hiyo kisa jana umenikuta na chiti, leo umeniandalia sumu kwenye chai huko? Mzee akamwambia hapana, mawazo kama hayo yanatoka wapi? Yeye kaandaa breakfast kwa ajili ya familia nzima. Mama akamtandika boa pale kisha akatoka nje. Yani huyu bi mkubwa anayedharau kishenzi sio kidogo. Jana kafumaniwa, leo kampiga mume wake mpaka kofi mzee. Na huwezi amini mzee amfanyi chochote mke wake kwa mapenzi makubwa alionayo juu yake, sio limbwata wala nini. Haya ni mapenzi ya asili kabisa ambayo anampenda mke wake. Hili jambo kidogo lilimshangaza Tonya, na kingine akatoka mpaka nje huko. Akamuuliza mamake ndio umefanya nini sasa? Ni lazima urudi ndani ukamwombe baba samahani. Mama akamwambia siendi na siwezi kwenda kumwomba samahani. Akamwambia mama umempiga kibao na jana kakufumania. Wakati wakiwa anaendelea kubishana na mama yake pale akiwa anamlazimisha mama yake kwenda kuomba samahani, mzee akatokea. Na kingine akamuuliza Tonya, kwa nini unamkosea mamako heshima? Akamwambia baba, lakini akamwambia tulia Tonya, mwache mamako aende kazini. Mama akamfyonza mzee pale, mwisho akaondoka. Akabaki dogo anamwomba babake samahani pale. Mzee akamshika binti yake wakaingia mpaka ndani kule. Jioni mkeo aliporudi alikuja akamwaga mzee, na kingine akasema anaondoka kabisa nyumbani kwake ili aende akafanye mambo yake nje kwa uhuru huko. Dogo akamfuata akawa anamuuliza mama, unaondoka unaniacha na nani mimi? Mamake akamuuliza litakuwa ni swali la kibinafsi sana unaniuliza. Nitakuacha na nani tena kuacha na baba yako hapa? Akamwambia mama, bado nakuhitaji wewe mamangu mzazi kunilea. Akamwambia kiukweli mimi simpendi tena babako. Sasa hivi ninachohitaji ni kumwacha babako, niende nikatafute maisha yangu mengine huko. Kwa hiyo akaingia kwenye gari akawasha gari, mwisho akaondoka pale. Dogo alijaribu kumwambia mamake abaki nyumbani kwa ajili yake pia, maana upande mwingine Tonya yupo vizuri sana kiafya, inaonekana kidogo ni mgonjwa, lakini mamake bado hakujali, bali starehe za dunia zilimwendesha. Kwa hiyo akaondoka kwa ajili ya kwenda kuendeleza starehe zake za kidunia huko na watu ambao wanahisi ni sahihi upande wake. Akaiacha ndoa yake pale, akamwacha mtoto wake, na kingine pia akamwacha mume wake, watu ambao kwa kipindi cha nyuma walipendana sana tu, lakini bi mkubwa bado ujana unamwendesha. Mzee akawa ni mtu wa pombe na nini, na pia kwa zile siku chache ambazo mke wake alimwacha akaanzisha mahusiano ya kirafiki na mwanamke mwingine hivi, yule mamake na Nina. Kwa hiyo leo akawa nyumbani wanacheza karata na Nina pale. Nina hii moment alikuwa anaifurahia sio kidogo, unaambiwa, maana hajawahi kabisa kushuhudia malezi ya baba yake. Akaisi the way mahusiano mamake na huyu mzee yanavyokwenda, hivi karibuni wataoana moja kwa moja, na kingine atapata mtu angalau wa kumuita baba, na hakutakuwa na watu tena wa kuendelea kumtukana kule shuleni kumuita mtoto nje ya ndoa, kwani tayari atakuwa naye baba. Mpaka mida wanakula, Nina alikuwa anamwangalia huyu mzee, hawezi kuimagine kabisa maisha baada ya wao kuoana na mama yake. Akaona the way atakavyokuwa anamuita baba na nini, kisha akawa anamuuliza je, atakuwa anatembelea hapa mara kwa mara? Mzee akamwambia ataangalia nafasi yake, kisha atakuwa anakuja kuwatembelea. Dogo atamani kabisa huyu mzee kuondoka nyumbani kwao, anatamani awe baba yake moja kwa moja. Na kwa upande mwingine bado hajajua huyu ni baba best friend wake. Leo Tonya na Nina wakiwa wanatoka skuli pale, Nina alimkaribisha Tonya kwenye birthday party yake ambayo itafanyika weekend hii. Tonya akamwambia ataongea na baba yake, atatafuta ruhusa kwa baba yake, mwisho atakuja. Lakini pia Tonya anaonekana kuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo sana tu. Nina akamuuliza nini tatizo pia, naye akamuelezea, akamwambia haelewi kabisa mambo ambayo yanatokea kwenye familia yake sasa hivi. Uzazi wake unatengana kinamna fulani, ni kama wanagombana vile, na kingine sasa hivi ameanza kuishi na baba yake tu, mama yake kashaondoka. Nina akamtia moyo na nini pale, lakini hata baada ya kurudi nyumbani mzee alikuwa ni mpweke na nini yake. Kingine pia alimpenda sana mke wake kiasi cha kufikia hata mke wake alipomchiti alikuwa yupo radhi kumsamehe katika kila kitu, lakini mwanamke wake ndo hivyo apendeki kabisa, starehe za dunia zinamwendesha bado. Aliingia kwenye ndoa ikiwa bado hajamaliza starehe za dunia. Dunia imeanza kumwendesha vibaya kiasi cha kumwacha binti yake na kuiacha ndoa yake pia. Dogo akamfuata babake akamwambia kwamba weekend hii atakwenda kwenye birthday party ya rafiki yake. Mzee akamuuliza usiniambie unaye best friend ambaye simjui kabisa. Akamwambia baba, siku za hivi karibuni umekuwa ni mtu mwenye msongo mawazo, kingine sijapata muda wa kukuambia kwa sababu muda wote naona mkiwa kwenye mabishano, kwa hiyo naomba kama naweza kwenda kwenye hiyo birthday party. Mzee akamuuliza je, umepanga kutoroka kuniacha kwenda kuishi na mama yako? Akamjibu hapana, sicho ninachomaanisha, nachoomba kwako ni ruhusa yako niende kwenye hiyo birthday party tu, lakini sio kwamba na mpango wa kutoroka kwenda kuishi na mama. Mzee akamkubalia kishingo upande tu pale, na kingine akasema atahitaji kumuona huyo rafiki yake.
Kweli bana, siku ya birthday husika ikafika. Akawa ipo mlangoni kwa kina Nina anamgongea pale. Nina akafungua akamkumbatia best friend yake na nini pale, mwisho akaingia mpaka ndani huku. Kuingia ndani babake naye alialikwa huku. Kwa hiyo alishafika mapema sana. Ile anakaribishwa siti pale, kumwangalia huyu mzee si babake kabisa. Nini kimemleta huku? Na kingine, kumbe babake muda mwingi anakuwa mpweke nyumbani, ampi nafasi yeye kama mtoto wake, anakuja kutoa nafasi kwa mwanamke mwingine kabisa. Alikosa ujasiri wa kuendelea kumwangalia babake, akasimama akawa anaondoka pale. Nina naye akaongana naye nyuma huko. Akamuuliza kinaendelea nini hapa? Mbona ni kama sikuelewi? Akamwambia yule mwanaume aliyekaa pale hakustahili kabisa kukaa pale. Akamuuliza bado sijakuelewa unamaanisha nini? Hakustahili kivipi yani? Upande pili kumbe mkubwa naye akawa anamuuliza, "Huyu binti mnajuana?" Kwa sababu the way alivyokuangalia ni kama mna historia fulani hivi. Mzee alikuwa kimya akawa baridi kishenzi yani. Huko Tony naye akamwambia Nina, "Je, unahitaji kumjua yule mwanaume ni nani?" Matendo huwa yanaongea zaidi ya maelezo yenyewe. Kwa hiyo akaingia mpaka ndani pale, akamwambia baba, "Haya sio maisha ambayo uliahidi kuyatengeneza kwangu. Kila siku wewe na mama mnayafanya maisha yangu kuwa magumu zaidi. Kila siku napojaribu kuiweka afya yangu ya akili sawa, nyinyi mnatafuta njia zozote zile kwa ajili ya kuivuruga. Mmevuruga moyo wangu, mmevuruga mpaka afya yangu sasa hivi." Mzee alipata kigugumizi asiweze kujibu chochote pale. Akawa anamwambia nitatengeneza yote, nitakwenda kufix kila kitu. Akamwambia kuna chochote ambacho utakifix baba. Wewe na mama mmenifanya nikue kabla ya umri wangu. Kuna maneno mmekuwa mkiongea mbele yangu wakati mnagombana. Hayo maneno yamekuwa yakinikuza kila siku. Sasa hivi najua vitu vingi sana kuliko umri wangu. Na kingine naumwa magonjwa ambayo ni mbali na umri wangu. Ni magonjwa gani hayo ambayo Tony anayamaanisha? Ambayo anasema ni nje kabisa umri wake. Mzee akawa anaendelea kujitetea akisema kwamba ni makosa ya mama yako. Na kingine ukumbuke ameshaniacha tayari. Akamuuliza kwa hiyo baba unachofanya ni kulipiza makosa ya mama kwa wewe pia kuchiti. Umeacha kunipa mali mimi kama binti yako kila siku na kuona ni mtu mwenye msongo wa mawazo. Lakini upande mwingine kumbe unatafuta mwanamke mwingine tofauti na mama kabisa. Ikiwa mimi binti yako nateseka, sijui maisha yangu ya kesho yataenda kwa vipi baada ya familia yangu yenyewe kuanza kuvurugika na kunivuruga mimi pia. Dogo baada ya kumaliza kuongea kwa uchungu pale alitoka mpaka nje huko. Nina kama gani sasa umeanza kuanzisha pale? Akamuuliza kwa hiyo kilichotokea pale wewe unaita drama? Akamwambia siamini umeivuruga pati moja kwa moja. Sasa hivi imeenda kuwa huzuni sasa. Tony akamwambia maisha yangu kwa sasa hivi ni wazazi wangu. Naye akamwambia ukustahili kabisa kuwa hapa. Wewe fanya tu kuondoka. Akamwambia Nina, ulipaswa kuwa rafiki yangu, kunitia moyo pale ambapo napitia magumu, lakini wewe ndo kwanza unakoleza maumivu yangu. Tony akawa anamwambia angalau wewe unaye mama ambaye unajaribu kumfurahisha. Unaye mama ambaye unaweza ukamtegemea pia. Mimi sina mtu wa namna hiyo. Kila kitu kimenitoroka. Mama yangu, baba yangu, afya yangu. Sina chochote kabisa maishani. Sina kumuita bibi, mjomba, sina yeyote yule zaidi ya baba na mama yangu ambao kwa sasa hivi wote wamefarakana. Nina akawa anamwambia acha kunilaumu basi. Usinilaumu kwa makosa ambayo sikuyafanya mimi. Fanya tu uondoke nyumbani kwetu. Tafadhali ondoka hapa kabisa. Tony akaanza kumjibu kwa uchungu kishenzi pale. Akawa anamwambia kwamba sitaki ukapitia maumivu ninayopitia mimi. Maombi yangu kwako ni kwamba usije ukaumizwa maishani. Usije ukawa na wingu la huzuni juu yako kama ambalo nipo nalo mimi hapa sasa hivi. Kila siku mimi naipoteza pumzi yangu. Na siku zangu kwenye hii dunia zimeanza kuhesabika pia. Nina sasa hivi nahitaji mtu akunisaidia angalau kupumua. Ninaipoteza pumzi yangu taratibu kila siku. Husikii sauti yangu inavyokuita au usikii basi hata the way ninavyoongea hapa. Nina akawa anamwambia ondoka nyumbani bana. Sihitaji kukuona tena hapa. Akamwambia sawa nitaondoka, lakini naomba usikose pumzi yako siku moja. Usije ukapitia maumivu ambayo mimi nayapitia. Na wakati wa mateso yako uwe na mtu wa kukufariji. Usiwe na marafiki ambao watakutenga wakati wa maumivu yako. Tony aliongea kwa huzuni kishenzi. Maana mara zote alimsaidia Nina pale ambapo alihitaji msaada wake. Alikuwa akimtia moyo wenzake wanapomuita mtoto wa nje ya ndoa, lakini Nina ndo kwanza anafukuza kwao wakati ambao alihitaji hiyo faraja zaidi. Huu ni wakati ambao alihitaji rafiki kwa upande wake, rafiki wa kumshika mkono, kumtia moyo na nini. Upande wa ndani kwa mamake na Nina huko naye kamwashia mzee kishenzi yani. Akamwambia ukuniambia kama unaye mke, uliniambia wewe ni single father. Mzee akamwambia ndio nilikwambia ni single father, lakini mke wangu tayari kashaniacha. Aliondoka kaniacha na familia. Mamake na Nina naye akamwambia sitaki tena kukuona hapa. Tafadhali ondoka kabisa nyumbani kwangu. Akawa anamwambia usinifanyie hivi basi. Mzee yupo anabembeleza huko badala ya kwenda kumbembeleza binti yake. Hawa wazazi wamekuwa na binafsi sana kwa mtoto wao aisee. Mtoto wao anawahitaji kuliko kawaida, lakini wao ndo kwanza wapo bize kutafuta kwanza furaha zao badala ya kutafuta kwanza furaha ya binti yao. Baada ya mzee kutimuliwa ndani kule, alitoka mpaka nje alipo binti yake huko. Kingine akawa anamwambia nisikilize basi, nitakwenda kurekebisha kila kitu. Akamwambia baba, mara zote uwaga unasema unakwenda kurekebisha, lakini hakuna chochote ambacho umeweka kurekebisha. Wewe na mama nyote mmekuwa binafsi kutafuta furaha zenu binafsi. Ikiwa mimi binti yenu nilikuwa natafuta furaha yenu nyote, nyinyi mmetafuta kila namna ili mradi kuivuruga hiyo furaha mbali na mimi.
mimi sasa hivi kila siku naipoteza pumzi yangu. Tony anaposema anapoteza pumzi yake ni kwamba anamaanisha anayosema. Twende mbele utaelewa kwa nini mara zote huwa anasema anipoteza pumzi yake. Mara baada ya wazazi wake kuingia kwenye maugomvi ya kila siku, alimwambia baba yake leo atatembea kwa mguu kwenda nyumbani peke yake, kama alivyokuja peke yake tu, na hahitaji mzee amfuate popote pale. Kama atachelewa au watawai, yote ni maamuzi yake. Mzee asije kato akajaribu kumfuata. Upande wa ndani huko mamake na Nina akamwambia Nina kwamba alichokifanya kwa rafiki yake sio kizuri hata kidogo. Huu ni wakati ambao alihitaji kumfariji rafiki yake, lakini ndo kwanza akamtimua nyumbani kwao. Kwa hiyo bi mkubwa akamwambia ni lazima umpigie rafiki yako simu kwa ajili ya kumwomba samahani. Kama ikishindikana mfuate kwao kwenda kumwomba samahani. Nina akawa anamwambia lakini mama kaja kutuvurugia furaha yetu. Mama akamwambia nitakuona mbinafsi sana kwa kuona furaha yako imevurugika, ikiwa mwenzako familia yake yote inavurugika. Basi Nina akamwomba mamake samahani pale, na kingine akasema kwamba yeye alihitaji yaliyo bora tu. Mama akamjibu yeye ana furaha sana akiwa na binti yake, wala hakuna jambo lolote ambalo linamuumiza kuhusu hilo. Kwa hiyo ni lazima muombe mwenzake samahani kwa ajili ya kuweka amani tena wote baina yao. Upande wa pili huku Tony alitafuta mpaka sehemu ambazo anajua mamake ndipo atakuwepo kabisa, na kweli alipoingia huku alimkuta mamake akiwa na mwanaume mwingine akiwa anamrudika pale na nini, na kingine mamake anajua kabisa ni mke wa mtu ambaye bado hajapewa talaka, lakini ndio huyu yupo huru na wanaume wengine huko. Akawa amemwangalia pale kisha akasimama akamwambia samahani, je naweza kuzungumza? Akamuuliza hivi wewe baba huna hata chembe ya aibu? Mzee akashangaa huyu mtoto anamaanisha nini kwani? Akamwambia huyu ni mama yangu, umeharibu familia yangu, na kingine umeivuruga familia ambayo ilikuwa na amani hapo mwanzoni. Unawezaje kuvumilia hali hii? Bi mkubwa akasimama akataka kumzuia binti yake pale, akamwambia mama tafadhali naomba uniache. Sitaki kuzungumza na wewe, niache nizungumze na huyu ambaye anaivuruga furaha ya familia yangu. Uendelea na maisha yako ya aibu tu, na kingine usije kabisa ukanigusa. Ulifanya jambo baya sana la kumchiti baba, lakini uonyeshi majuto kwenye moyo wako hata kidogo. Badala yake upo na mwanaume mwingine tena mnaenjoy kabisa. Mama akamkokota binti yake mpaka nje huko. Dogo akawa anamwambia mama nisikilize, bado sijamaliza kuongea ambayo yapo ndani ya moyo wangu. Na kingine akamwambia nitapoteza kabisa uvumilivu wangu. Hivi karibuni nitakwenda kusahau kama mimi ni mzazi wako kabisa, na nitafanya jambo baya juu yako. Kwa nini una heshima hata kidogo wewe? Akamuuliza unazungumzia kuhusu heshima? Unajua maana ya heshima kweli mama? Usiniguse kabisa tafadhali na kuomba. Uliiacha familia nzuri kwa tamaa zako mwenyewe, na umeharibu nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Dogo akarudi mpaka ndani kule. Na kingine akamwambia yule mzee, siku moja na wewe utaumia kama nilivyoumia mimi. Hili ndilo ombi langu kwa Mungu. Na kingine kikombe ambacho mimi nakunywa, wewe pia utakunywa. Baada ya kumaliza kuongea maneno yake kama hayo, yeye akaondoka zake pale. Akamwacha mamake endelee kubishana pale. Alipobaki pale na mtu wake kule, ile jamaa akamwambia kwamba sasa nimeanza kuelewa kila kitu. Nimeona bado una mapenzi na familia yako ya zamani. Bi mkubwa akamwambia pana, kama ingekuwa hivyo asingekuwa na yeye hapa sasa hivi. Akamwambia kama ni hivyo basi nenda nyumbani kwako akapaki kila kilichokuwa cha kwako, uje unifuate mimi. Uwezi amini bi mkubwa alitii kila kitu, na akasema ataenda kufanya hivyo kweli kama alivyomwagiza tu. Sasa upande wa pili Tony kutoka huko, maskini kumbe uaga na matatizo ya moyo bana, na hapa akaanza kuumwa pale pale. Akajikaza hivyo hivyo ili mradi afike nyumbani tu. Kweli baada ya muda akawa amefika nyumbani na akameza dawa zake pale, lakini bado hali yake ilikuwa ni mbaya, sio nzuri hata kidogo. Pale pale mama yake pia akaingia, kaja kupaki kila kilichokuwa cha kwake na kuondoka kabisa kwenye hii nyumba. Akamwambia mtoto wake, kama nikija kukuona tena kwenye maisha yangu na yavuruga maisha yangu wewe, basi siku hiyo nitahakikisha na kufundisha adabu. Dogo akamwambia mama, hakutakuwa na nafasi nyingine ya pili. Badala yake kila kilichotokea tayari kimetokea. Hakutakuwa tena na nafasi ya pili. Mama akamwelewa binti yake, akaingia ndani akapaki vya kwake, mwisho akawa anaondoka bila kuangalia